Hi, habari zenu. Ana hapa naongea kutokea AJS TV USA. Kwa niaba ya AJS TV USA, ninakuja kutoa salamu za pole. Naongea salamu za pole lakini nikiwa na masikitiko makubwa sana. My heart is bleeding. Ina maana kwamba mioyo yetu imesononeka sana kwa hicho kilichotokea kwa ndugu zetu, jamaa zetu, Watanzania wenzetu, marafiki zetu, watoto wetu, wajukuu wetu, probably na hata ni watukuu wa somebody. The worst above all ni taifa letu la kesho limeangamia. Taifa letu la kesho limekatishwa safari yake hapa duniani. Ninavyosema kwamba limekatishwa safari yake hapa duniani, maisha yao yamekatishwa kwa njia ambayo hakuna binadamu yoyote atapenda their loved ones kuondoka kama walivyoondoka majority ya vijana wetu wa Kitanzania. So nimekuja kwa niaba ya AJS TV kutoa pole kwanza kwa familia, kwa wazazi wa hawa watoto, kwa mama aliyebeba hawa watoto kwa muda wa miezi 9 au kwa reva miezi aliyobeba, na akawazaa watoto hawa kwa uchungu mkubwa sana, na akafurahi yeye na mzazi mwenzie ambaye ni baba wa watoto. Wakaja wakafurahi, wakamshukuru Mungu kwamba wamefanikiwa kupata mtoto huyu, na akawa na mategemeo makubwa sana, hivyo wakamlea na amekuwa, na akawa na mategemeo makubwa kama mzazi yoyote yule. Unapokuwa na mtoto wako either wa kumzaa au wa kuadapt au just wa kulea, unakuwa na mategemeo makubwa kwa mtoto unayemlea au uliyemzaa. Hakuna mzazi ambaye atalea mtoto au atazaa mtoto na kumtakia mabaya. Hivyo tunavyopata habari ya kifo, hakuna binadamu yoyote wa kawaida atafurahia habari ya kifo. So nimekuja kutoa pole kwenu wazazi, kwenu familia za karibu na za mbali. Above all, pole kwa Tanzania. Huu msiba ni wa kwetu sote. Tumepoteza taifa la kesho. Asilimia kubwa ya walioondoka ni vijana ambao ndio walikuwa wako katika kujitafuta, ambao ndio walikuwa wanatafuta maisha. Ni vijana ambao walikuwa wajenge taifa letu la Tanzania la kesho. Lakini unfortunately wamekatishwa maisha yao. Huu sio mpango wa Mungu hata kidogo. Vifo kama hivi sio mpango wa Mungu hata kidogo. Japokuwa ninakuja kuwakilisha AJS TV, lakini vile vile namshukuru Mungu pia mimi ni mtumishi wa Mungu, ni mtu ambaye namuogopa Mungu. Kwa hiyo kile ambacho sio cha Mungu nitasema sio cha Mungu. Vifo kama hivi sio mpango wa Mungu. Tumuombe Mungu sisi kama Tanzania, sisi kama taifa la Tanzania tuliobaki hai, mimi na wewe unayenisikiliza. Tumuombe Mungu sana tuweze kutumika kwa yale mema,
kwamba hivi vifo vilivyotokea vya hawa vijana wengi waliondoka, itumike kama fundisho kwangu mimi na wewe, kwamba sisi tusiwe kati ya watu watakaokubali kufungua nafsi zao na kuruhusu shetani aingie ndani yao, kwa sababu ndiyo matokeo ya vitu kama hivi. Kwa sababu havijatoka kwa Mungu, ina maana vimetoka kwa shetani. Na kwangu mimi, kwa mfano, katika nikinukuu neno katika imani, kwamba shetani anavyokuja haji kujenga wala haji kuongeza thamani yoyote. Shetani anakuja kuvuruga. Akishavuruga anaiba. Akishaiba anaua. Shetani hana rafiki. Sio rafiki yangu mimi na wala sio rafiki yako wewe unayenisikiliza. Shetani akimaliza kazi yake anaua. Kwa hiyo ombi langu kubwa kwa niaba ya AJS TV, ninawaomba ndugu zangu, tulinde sana mioyo yetu kuliko vyote tunavyolinda. Tulinde sana mioyo yetu, tusiruhusu shetani aingie katika mioyo yetu, kwa sababu tukiruhusu shetani, ndiyo matokeo yake tunayoyaona sasa. Tanzania inasononeka, Tanzania inalia, Tanzania imegawanyika. Hatutaki machafuko haya, hatujazoea. Tulinde mioyo yetu ili tusimruhusu shetani aingie katikati yetu. Familia tunawaombea. Mungu awatie nguvu, muendelee kusimama kwa ujasiri. Ninawaombea mlinde mioyo yenu, msiruhusu chuki iingie. Najua ni makubwa, ni mazito yaliyotokea kwenu, lakini mumlilie Mungu, msiruhusu chuki iingie, kwa sababu chuki haitoki kwa Mungu. Chuki inatoka kwa shetani. Na shetani akiingia, sio tu kwamba atavuruga wengine. Akishavuruga wengine, akishaibia, anakugeukia na wewe anakumaliza. Ndio kazi ya shetani. Kwa hiyo Mungu awape ujasiri wa kusimama na kumlilia yeye. Hawezi kushindwa. Pamoja na ukatili wote uliofanyika juu ya familia zenu, lakini msiruhusu chuki iingie mioyoni mwenu. Kwa ndugu, kwa vijana ambao mpo mnayaona haya, ninaongea kwa vijana kwa sababu it's majority vijana ndio walioondolewa this time kwa ukatili kabisa. Vijana ambao mnasikia sauti hii, naomba niwatie moyo. Hii sio kawaida, na wala hatuwezi kuiruhusu kawaida. Tutasimama kwa pamoja, tutamuomba Mungu, na tukishamuomba Mungu anatupa hekima jinsi ya kukabiliana na hali halisi. Hatuwezi kukubali ukatili namna hii kwa mtu yoyote yule, sio tu vijana. Kwa hiyo naomba niwatie moyo wa matumaini vijana. Msijenge chuki, lakini simamieni haki. Endeleeni kusimamia haki na kumwomba Mungu awape mwongozo ulio bora. Na kila uchaguzi tunaofanya
uwe ni uchaguzi ambao unaongozwa na Mungu. Chochote kile tulichomtanguliza Mungu ni jambo jema kabisa. Tusiingiwe wasiwasi, tusiingiwe uoga, tuendelee kusimama kwa ujasiri kabisa, kwa sababu palipo na Mungu hakuna kitakachoshindikana. Kwa niaba ya AJS TV tunawapenda, tunawaombea familia, rafiki na wewe unayetusikiliza. Vile vile tunapenda kuliombea taifa la Tanzania. Tunazidi kumwomba Mungu awe in control, kwa sababu machafuko sio asili ya Tanzania. Mauaji ya kikatili namna hii, mauaji ya aina yoyote ya kukatisha maisha ya binadamu sio asili ya Tanzania. Tunazidi kumwamini Mungu katika hilo, tunazidi kumwomba Mungu. Kwa leo naomba niishie hapa. Naomba tumtangulize Mungu katika kila jambo, yeye atatuongoza. Kwa wale ambao ni viongozi wa nchi, tunaomba Mungu awaongoze, kwa sababu Mungu akiwaongoza basi haki itakuwepo, na haki ikiwepo amani itatawala. Tanzania yetu siyo ya machafuko. Tanzania yetu siyo ya mgawanyiko. Tanzania yetu siyo ya ukatili. Tanzania yetu siyo ya kijasusi. Ni taifa linalomwogopa Mungu, linalomtanguliza Mungu. Tunaomba upendo utawale ili tuweze kufanya kazi pamoja. Upendo utatawala tunavyotendea haki taifa, wananchi, na sisi kwa sisi tutendeane haki. Tupendane, kwa sababu safari hii tulionayo ni ya kwetu sote, na nchi ya Tanzania ni ya kwetu sote. Hawa watoto wamezaliwa, wamelelewa, wamekulia Tanzania. This is the only country they know. Na wengine tuko mbali, lakini ukiniuliza what's my motherland, nasema kwa ujasiri kabisa, Tanzania is my motherland. Ninajivunia Tanzania yangu. Tuombe, tumtangulize Mungu ili tusifungue mlango wa shetani kuingia katika mioyo yetu. Shetani akiingia katika moyo yetu, hatui binadamu tena, inakuwa ni shetani anaoperate ndani yetu, na matendo yetu yatakuwa kama shetani, kwa sababu tutakuwa tumefungua mioyo yetu. Mungu atupe hekima. Mungu ibariki Tanzania. Mungu wabariki wa Tanzania. Mungu bariki familia zilizopoteza wapendwa wao. Watie moyo wa matumaini. Uwaondolee chuki, ulinde mioyo yao, waendelee kusimama kwa ujasiri. Mungu tawala Tanzania. Ana hapa naongea kutokea AJS TV USA.